Mtazamaji wa Mapi African Channel, karibu katika channel hii ambayo imejikita kwenye makala za Kiafrika, na hii ni asubuhi nyingine ambapo nitakwenda kueleza jambo moja kuhusu parachichi hizi unazoziona hapa, hizi hapa, hizi ambazo tumezipunguza hapa kwenye tawi hili ambalo limezidiwa uzito, kwa nataka kuvunjika, kwa tunapunguza kidogo kidogo. Tukishapunguza tutakwenda kuyauza parachichi haya baadhi, na mengine tutaacha kidogo kwa ajili ya kula hapa nyumbani na ndugu pia na majirani ambao watakuwa wanataka kula haya. Sasa kwenye kuuza kuna mambo kadhaa ambayo ningependa kushare hapa. Cha kwanza ni kwamba wengi tunaowauzia maparachichi haya na sio kwa sisi tu kwamba wa hapa Tanzania, hapa ni Rombo, Kilimanjaro, ni wilaya Rombo katika mkoa wa Kilimanjaro, Tanzania, ambayo wilaya hii imepakana na nchi jirani ya Kenya, majirani zetu, ndugu zetu hawa wa Kenya. Sasa parachichi hizi kwa kiasi kikubwa sehemu nyingi ama watu wengi ambao wanawauzia watu kutoka Kenya, wafanyabiashara kutoka Kenya, wanachangamkia sana. Wakifika kukuta mti kama huu, kama wanapita njiani huko, wanakuwa kama wana scan hivi, wanaangalia, wakiona mti kama huu wanakuja nyumbani, and then mnaanza kuzungumza bei. Kwa hiyo unakuta tunawauzia labda ndoo moja, ile ndoo ya lita 20 kwa shilingi 6,000, 7, au ukikuta mtu ameamka vizuri sana na labda ana njaa sana na haya parachichi au anayataka sana, anaweza kukupa 8,000 kwa ndoo moja. Wakenya wamechangamka sana. Sasa wale wanakoenda kuyatumia, siwezi kuwasemea sana, lakini lazima kuna kitu wanakwenda kutengeneza, kama ni mafuta ya kupaka ama ni kitu gani, ama wanakwenda, kwa sababu wengi hawachukui ambayo yameshakomaa sana, wanataka ikiwa hivi wanachukua. Hata wakati mwingine wanachukua yale ambayo bado ni machanga kabisa, naangua kwenye mti, wanakwenda nayo, tunawauzia. Lakini kwa baadhi ya wafanyabiashara pia wa ndizi, hapa Rombo tunalima pia ndizi. Kwa hiyo kuna baadhi ambao wanafanya biashara ya ndizi, ukiachana hizi za kula. Sasa kuna nyingine ambazo wanalima kibiashara kabisa kwa ajili ya kuzisafirisha kwenye mikoa mingine, kwa ajili ya kufanya biashara. Sasa katika biashara zile ndizi wakati fulani zinatakiwa kuivishwa. Zile ndizi za kuiva. Sasa ili iive, huwa maparachichi haya yanatumika, yanakatwa, alafu kuna namna yanafanywa, yanachanganywa na zile ndizi zikiwa mbichi, yanasaidia katika kuziivisha zile ndizi. Kwa hiyo yanachukuliwa hivi yakiwa katika level hii, alafu yanakwenda kutumika kwa ajili ya kazi hiyo ya kusaidia kuivisha ndizi ambazo ni zile za kibiashara kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya binadamu. Napelekwa masokoni huko, anakwenda kununua. Kwa hiyo parachichi hili pia limeonekana linaweza kufanya kazi hiyo ya kusaidia kuivisha ndizi, na bei tunayouzia hiyo. Kwa hiyo unaweza kaangalia kitu cha kufanya ili labda hichi kilimo kiweze kutusupport, maisha mengine yaweze kuendelea. Je, ni sawa kwa parachichi kama hizi zikiwa ndoo moja imejaa ile ya lita 20 kuuza kwa shilingi 6,000 za Kitanzania? Is it right? Ni sawa kufanya hivyo? Na nikisema ndoo ile, manake kwa parachichi kubwa kama hizi, mfano hapa mkononi kwangu hapa, manake hizi nimeshika ni 5. Hizi 5 kwa mahesabu ya haraka ambazo nimeweka humo, zinaweza zikawa ni hivi mara 4 hivi, kwa kazi kama 20. Kwa hili ndoo ile ijae, kwa wastani wa parachichi yenye size kubwa kama hii, inaweza kaingia parachichi kama 30 hivi, naweza kusema 30 mpaka 40. Haya, tupige hesabu ya chini, parachichi 30. Kila parachichi moja sokoni
parachichi moja ni buku, tuseme tuweke ni buku kwa hizi sasa hivi. Buku kwa maana 1000 ya Kitanzania. 1000 ya Kitanzania ukiuza parachichi 30 ambayo tumepigia minimum amount, ile kiasi cha chini ambacho kinaweza kuingia kwenye ndoo moja, utapata ni 1030. 1030 basi tuseme yameharibika hapo kama 5. Yameharibika 5. Japo bado tu kwenye siasa tumepigia hesabu ya chini yanayoingia kwenye ndoo moja, tuseme yameharibika basi 5. Na haya ni mazuri kwa kweli, watu wakiaona tu wanachangamkia. Unapata 1025. Hiyo ni minimum nimeipiga, yani ya chini kabisa. Yule mfanyabiashara atakayekwenda kuuza atapata 1025 kwa ndoo moja. Sasa mkulima mimi ambaye parachichi huu nimeuotesha mwenyewe 2011, mwaka 2011 ambao ni miaka 14 iliyopita. Nauwekea mbolea kila mwaka lazima kuwe na mbolea inawekwa hapa ya ng'ombe. Na kuna wakati mwingine tunatumia mbuzi ya hapa nyumbani tunaweka na nini. Nakuja kuuza kwa shilingi 6,000, 7,000, 8,000 kwa ndoo moja. Halafu anayekwenda kuuza, maana mimi nimetoa hapa shambani, halafu anayekwenda kuuza anauza kwa shilingi 25,000, anapata 25,000 minimum. Hicho ni kiasi cha chini kabisa. Anaweza akapata hata 40,000 by the way, wakati amenunua kwa shilingi 6,000, 7,000 au ikichangamka sana 5,000. Je, hiyo ni sawa sawa? Mimi sifahamu sana economics za kilimo. Wale watu wa unaita agronomics, agriculture economy, watu wanaosoma uchumi wa kilimo au mambo haya ya biashara, hebu tuambie, hivi hiyo ni sawa sawa? Yani mimi mkulima ninanufaika hapo kweli au nakuwa napigwa? Ninanufaika au nakuwa napigwa? Au ifike mahali sasa mimi niamue kuingia sokoni mwenyewe, nisubiri afike level fulani peleke sokoni mwenyewe ili nipate return ya kile ambacho nimekifanya hapa, nipate faida kutokana na kile ambacho nimekifanya hapa. Je, sisi wakulima tunafaidika kweli kwa staili hiyo, au tunachukulia poa kwa sababu hatulimi sana kwa ajili ya biashara by the way? Na wakati mwingine anaweza kadondoka hapa chini yakaanza kuozea hapo, hatuwezi kula yakaisha haya. Kwa mtu anaona haya anadondoka tu anaozea hapo chini, nikiuza 7,000, 8,000, 6,000 kwani kuna shida gani? Maana hiyo si ni yalikuwa yanadondoka tu chini yanaoza. Kwa kuna mambo hayo kidogo. Hebu niandikie comment hapo chini kwamba tunachofanya ni sawa, tunachofanya ni sawa. Okay. Wakati ukiendelea kuandikia comment, kumbuka kusubscribe kwenye channel hii ya Kiafrika. Kumbuka kulike, gonga like hapo, halafu tuweze kwenda pamoja. Mpaka hapo tumefika mwisho. Mimi ni msimulizi wako wa makala katika channel hii. Naitwa Mapinduzi Mtembezi. Bye bye kwa sasa.